Asante sana mtazamaji kwa kujiunga nasi katika makala ya leo Nyanjani. Mgeni wetu ni mkulima wa kahawa ambaye amejitosa katika kazi hiyo kwa takriban miaka 15, zaidi ya mwongo mmoja amejitosa katika kilimo cha kahawa. Na katika makala yetu ya leo Nyanjani analiangazia suala hilo, mada kuu ikiwa ni kilimo cha kahawa, akiweka kwenye mizani kilimo cha wakati huu ikilinganishwa na zama zile ambapo kahawa ilikuwa ikifahamika kwa fahari kama dhahabu nyeusi, lakini kwa sasa anasema wakulima kama yeye wamesononeka sana. Bwana Joseph Munene ni mkulima wa kahawa kutoka eneo hili la Madera Magharibi, kaunti ya Nyeri, na anatueleza katika makala ya leo Nyanjani kuhusu safari yake na kahawa kwa zaidi ya miaka 15. Asante sana Bwana Munene kwa muda wako kwa kujiunga nasi katika makala hii. Na Bwana Munene, safari yako na kilimo cha kahawa ilianzia vipi na lini? Kwa zaidi ya miaka 15 umejitosa katika kilimo hicho. Nini kilifanya uingilie kilimo hicho cha kahawa na safari imekuwaje? Mimi ni mkulima wa kahawa tangu miaka kama 15 hivi. Na kahawa yangu nilipewa ama niligawiwa na mzazi. Mzazi ambaye sahii hayuko, lakini mama angali yako. Sasa mama ako na kahawa yake na mimi niko na kahawa yangu. Tuko vijana watatu kwa familia. Wengine wawili hawako hapa nchini, wameondoka. Sasa mimi niko na kahawa sehemu kubwa kwa sababu niliwahi kupata sehemu kubwa ya kahawa. Na hivyo ninajifanya mkulima ama ninasema mimi ni mkulima wa kweli kwa sababu niko na miche kama tuseme ekari 2 kwa sasa ambao ninalima kahawa. Takriban miaka 15 umekuza kahawa. Kwa sasa ukilinganisha mapato ya sasa na zamani ilikuwa vipi? Hata wakati wazazi wako pengine walikuwa wakiwasomesha kwa hela walizokuwa wakipata kutoka kwa kahawa, tofauti zipi ambazo unaona sasa na zamani? Nilipochukua usukani wa kulima kahawa, hiyo miaka ya 15 years ago, miaka 15 ilimeisha, kahawa ilikuwa na pesa sana. Kwa sababu hata wazazi wangu walitusomesha na pesa za kahawa. Hatukuwa na shida na masomo. Babangu alikuwa na shamba kubwa kahawa, alikuwa anategemea kahawa. Kwa hivyo alipopewa retire, alikuja kulima kahawa. Na aliweza kusomesha watoto wake wote. Sisi sote tu ameweza kutusomesha kiwango ile mtu angefika. Kwa hivyo hakukuwa na shida ya pesa. Hata hatukuwa tutasikia kuna shida ya pesa. Hata kwa mamkuli tulikuwa tunakula vizuri. Tunanunuliwa nguo. Wakati wa Krismasi tunakula Krismasi mzuri, tunajienjoy tulipokuwa wandogo. Siku hiyo pesa ilikuweko, hakukuwa ya kahawa, hakukuwa na shida ya pesa. Lakini muda ilivyoendelea, mambo ya kahawa ilianza kuharibika. Tuliposikia sasa sheria za kahawa zinabadilika, sijui kuna hii vitu walikuwa wanasema liberalization. Sasa hiyo liberalization ilianza kuharibu mambo ya kahawa. Kwa sababu unaweza kukumbuka kulikuwa na vita vya Miras, the famous coffee wars. Sasa wakati huo ndio sasa mimi ninaanza kulima kabisa. Tulikuwa tunapigana vita sasa ya kahawa. Watu wanakuja wanasema wanataka kahawa iende kwa mila huu. Na hiyo ni baada ya liberalization. Miras walikuja sasa na walifanya vibaya kwa sababu walikuja kwa members. Sheria ikipitishwa, members ndio wataamua kahawa watapelekea mila gani. Kwa hivyo sasa Miras walitake advantage, walikuja kwa wakulima. Nyumbani kwao wanakuja, wanawapatia pesa, wanakuja usiku, hata usiku walikuwa wanakuja. Sasa members wanakuwa divided. Na ndiposa vita ikatokea kwa njia kubwa sana, hata watu walipoteza uhai. Alafu sasa industry ikaanza sasa kusambaratika. Pesa zikaanza kupungua, hata kukosa. I remember in 1987, mwaka wa 1987, pesa ya kahawa tulikosa yote.
hatukupata hata peni moja. Unakumbuka ni wakati tulisikia, tulikuwa tunaambiwa, siku hiyo mimi nilikuwa naanza sasa kulima kahawa. Tukaanza kusikia sijui pesa zimepotea, sijui ile uwanja ya Moi International Sports Center Kasarani, ati pesa zimepelekwa kujenga uwanja. Sasa kulikuwa na mambo mingi sana mpaka hiyo mwaka yote tukakosa pesa. Kuna mwaka mwingine tulikosa pesa mwaka wa 2000. You can imagine, umelima kahawa, umepeleka kahawa mingi kwa factory, umelima kahawa mingi na unasikia pesa imekosa, hata peni moja upati. Sasa hata cost yako ile umetumia upati. Sasa kukosa pesa ya mwaka mzima inakugharimu maisha yako, kwa sababu hata wengine wanauza hata mifugo ili waweze kulima kahawa, and especially wakati wa mavuno inagharimu wakulima, ama sisi wakulima inawatugharimu pesa mingi sana. Bwana Munene, kama mkulima ambaye ana tajriba ya miaka mingi sana katika kilimo hiki cha kahawa, maoni yako, suluhu ni gani? Jawabu litapatikana vipi na jawabu ni lipi hapa? Nani atakaye wanusuru wakulima wa kahawa? Wakulima wanalilia serikali ya Kenya. Tuseme kama hapa Nyeri County, gavana wetu Nderitu Gachagua Honorable alijaribu kusaidia wakulima. Actually, in fact alijaribu. Alikuwa anapigana na hao cartels. And they are very powerful and dangerous people. Lakini our governor alishindwa. Hao watu ni very powerful. Walimshinda. Sasa hao cartels. Walimshinda, hata kahawa ya Nyeri wakaanza kusema ati ni kahawa mbaya, isinunuliwe, imeoza. Sasa hawa wanunuzi sasa wakaondoka wakakataa kununua kahawa Nyeri. In fact hata ilikaa sana kitambo ipate bei. Hata wakulima wakaumia sana kwa sababu na nasungumuza mambo ya last year but one. Kahawa ililipwa mwezi wa Oktoba. You can imagine. Na unajua msimu wa kahawa ni mwaka mzima. Sasa kama saa hii tunavuna, ipelekwe soko mwezi wa February na mwezi wa pili na watatu. Sasa unangojea sasa pesa kutoka Juni hivi, Julai, Mei, June, Julai. Na unajua sasa bei ya kahawa ni msimu mmoja tu kwa mwaka. Na inalipwa, it is an annual crop. Sasa tunataka serikali iingilie hii soko ya kahawa, mambo ya ununuzi wa kahawa. Tunataka serikali kama vile inafanyika kama Ethiopia, tunasikia kahawa inachukuliwa na serikali ikiwa bulk. Sasa hao cartels watakosa nafasi ya kuchukua kahawa ya mkulima, sababu sasa kama kahawa iko chini ya usimamizi wa serikali, hao cartels hawataweza serikali, because the government is powerful. Hata kama wao ni powerful, the government is more powerful than them. We believe so. Serikali inaweza nunua kahawa kutoka kwa mkulima, ichukue kahawa iwe mali ya serikali. Sasa ilipe mkulima, ichukue kahawa iwe mali ya serikali, kwa sababu kahawa ni bidhaa ambayo inauzwa nje. Hata hapa nchini, hapa Kenya, watu hawakunywi kahawa sana. Kahawa inakunywa huko nje. Kwa hivyo ni kitu ambayo inaweza fanyiwa biashara na serikali, iweze kuuza nchi za nje ikiwa mali ya serikali. Na hata hivyo serikali itapata pesa mingi sana, pesa za kigeni. Bwana Munene, hivi majuzi wakati Rais Uhuru Kenyatta alikuwa amefika katika eneo hili la kati na akakutana na wakulima wa kahawa hata na majani chai, na wakawasilisha jumbe zao kwake. Baadaye ikasikika kwamba amebuni jopo kazi litakalochunguza matatizo ya wakulima wa kahawa, kujaribu kuirekebisha sekta hiyo. Na kweli jopo kazi hili la watu 19 linatarajiwa kuandaa ripoti na kumaliza kazi yake kufikia tarehe 24 mwezi huu. Ni siku tu chache ambazo zimesalia. Pengine maoni yako, unaona kama hili jopo kazi litakuja kusaidia, litaleta afueni katika sekta hii ya kahawa? Hiyo jopo kazi kwa wakati huu mkulima wa kahawa ako na matumaini. Actually tumepata matumaini kwa sababu tunaona sasa serikali, tumelilia serikali sana, na sasa tunaona kama serikali imesikia kilio ya mkulima. Ndiposa hata serikali kupitia rais wetu
akaweza kupata hiyo jopo kazi iweze sasa kuchukua maoni na kilio ya wakulima ili impelekee na impatie suluhu. Hii jopo kazi ndio tunatarajia ipatie rais suluhu. Kwa hiyo tulikuwa mimi nilikuwa nimeenda huko Catholic Hall Karatina wakati walikuwa wamekuja, na tunawapatia shida alafu tunawapatia suluhu, na moja ni kama hiyo nimetaja na serikali kuchukua kahawa. Sasa hiyo jopo kazi ndio itapatia rais suluhu ya hii maneno yote, na suluhu ya kwanza ni kuondolea mkulima cartels na kahawa iwe na bei. Uwe unajua nikivuna kilo 1000 ninatarajia pesa ngapi, kwa sababu sasa hata ukivuna kilo 1000 hata hujui unatarajia nini. Hujui, unangojea tu kusikia ongezea. Mradi tu nisije nikajikuta taambani, watoto wanataka school fees, sina, nitaenda kuomba nani? Imekuwa ni vigumu kukimu mahitaji ya jamii yako. Ueleza kwamba unatushauri kama yule ambaye nimekutana naye Karo, kama mimi, ako katika chuo kikuu kule Nairobi. Kumlipia Karo, umesema ni kibarua kigumu sana, na haistahili kuwa hivyo, kwa sababu kama ni kilimo cha kahawa kama ilivyokuwa ikijulikana zamani, ni kitu cha fahari. Unastahili kuwa mkwasi sasa, kwa sababu nimeona shamba lako kweli ni kubwa la kahawa, lakini unasema kwamba ni mahangaiko chungu nzima. Safari yako ikoje katika mambo ya kujaribu kukimu mahitaji ya familia kupitia ile kahawa, na nimeona ni nyingi? Kwa kweli mkulima kama mimi na hiyo kilo yote ambayo mimi ninalima, sistahili kuwa ninapata shida ya kusomesha watoto, kwa sababu saa hii nakwambia kusomesha mtoto imekuwa ni shida sana, kwa sababu pesa hakuna tena. Sasa ukipata pesa kama hiyo ingine tulipata last year, mwaka wa jana, tuseme tulipata mwezi wa 9, sio ilimalizika, kwa sababu hata haikuwa mingi. Sasa kutoka saa hiyo mpaka wa sasa ninafanya nini? Ninakula nini? Na ninasomesha watoto wako. Mtoto wangu wanasoma, mmoja ako Technical University, na inanibidi sasa nitafute pesa na njia ingine. You cannot imagine mkulima kama mimi ninatafuta pesa kwengineko. Ninajaribu hata kuuza mavitu zangu ili nisomeshe mtoto. Na niko na kahawa mingi na kilo niko na mingi. Kama mwaka huu nilikuwa na kama 5,000. Kilo 5,000. Mingi. Hiyo ni mingi. Nakwambia hiyo, kama sasa tuseme kilo 5,000 ulipwe na 100. Hiyo sitaniwezesha kusomesha watoto wangu bila shida. Lakini sasa hata sijui ninatarajia nini. Tena hiyo muda ambao inachukua kabla ya pesa nipate pesa. Sasa hiyo ndio shida ambao sisi hasa wakulima tunapitia. Wengine hata wanalala njaa. Hata wengine ni wakulima wa kahawa na wanalala njaa. Wengine hata unaona hata mkulima ni amelima kahawa mingi ama kahawa kiasi, na hata kujivisha inakuwa ni shida. Na mtazamaji, huyo amekuwa ni Bwana Joseph Munene, mkulima shupavu wa kahawa mwenye tajriba ya miaka mingi, miaka 15 katika kilimo cha kahawa, akiweka kwenye mizani suala hili, mada hii ya kilimo cha kahawa, na ni vipi itaweza kurejeshwa katika hatima yake ya zamani. Lakini cha mno, kulingana na Bwana Munene, ni kuwa serikali inastahili kuingilia kati na kumiliki kahawa. Iwe ni kwamba serikali yenyewe, serikali kuu, ndio itaweza kuingilia kati na kuwanusuru kutoka hawa wanaowanyanyasa wakulima wa kawaida, yani kwa Kiingereza wanaojulikana kama middlemen na cartels, kwamba hilo tatizo litakoma tu iwapo serikali itaweza kuingilia kati na kumiliki. Vilevile ana imani kwamba jopo kazi hili lilobuniwa la kuweza kuchunguza sekta ya kahawa litakapoandaa ripoti, bila shaka litakuwa na majibu kuhusu maswali yanayoulizwa na wakulima wa kahawa pamoja na washikadau wote wanaohusika kwenye sekta hii. Vipi kutakuwa na marekebisho katika sekta ya kahawa? Asante sana Bwana Munene kwa muda wako katika makala ya Leo Nyanjani. Asante.